TV kutoka TAG Mbweni Baharini, na nipo mbele yenu na mama mwenyekiti wa wanawake. Amen. Na mtangazaji wenu ni Anganile Isaac. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe mama. Amina mama. Naona leo umependeza Sana tu. Unaweza kaniambia kwamba leo kuna nini? Maana naona leo sio mchezo. Amina. Leo ni hitimisho la wiki ya wanawake watumishi wa Kristo ambayo inahitimishwa leo tarehe 1 mwezi wa 3 2026. Maana kila mwaka mwezi kama huu wiki ya kwanza huwa tunafanya sikukuu ya wanawake kila mwaka. Amina mama. Kwa kweli mwanamke ni jeshi kubwa. Amen. Na kweli ni kusudi la Mungu. Amen. Sasa ningependa sana nifahamu kwamba kila mwaka huwa mnakuwa mna neno ambalo linabeba siku yenu. Ni neno lipi hilo mama? Mwaka huu andiko letu linatoka Isaya 45 mstari wa 22 ambalo linasema, niangalieni mimi enyi nchi za dunia mkaokolewe, maana hakuna mwingine kama yeye. Amen. Hakika kwa kweli neno ni zuri sana. Amen. Na linatia moyo mama. Amen. Sasa napenda kujua wewe ukiwa kama mama na kiongozi wa wanawake, kuna makusudi ambayo huwa mnakuwa mkiangalia. Unaweza ukatuambia makusudi ya kina mama? Amen. Kama wanawake tunatumia mwongozo katika idara yetu, na katika mwongozo kuna mambo mbalimbali ya kuwepo makusudi. Tuna makusudi 6 ambayo tunatembea nayo katika chama. Ya kwanza ni kuiletea familia baraka. Yaani kama mwanamke unatakiwa uwe baraka katika nyumba yako, ndani ya familia yako, kwa kuwaombea na yaani mambo mbalimbali kama mwanamke ndani ya familia. Lakini la pili ni kuiletea kanisa baraka. Yaani kama wanawake tunatakiwa tuwe baraka ndani ya kanisa kwa kufanya mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kanisa. Lakini namba 3 ni kuiletea nyumba ya mchungaji pamoja na familia yake baraka. Na ndiyo tunatimiza leo kusudi hili namba 3. Kusudi namba 4 kuiletea kijiji au mtaa baraka. Yaani kama mwanamke uko kwenye mtaa wako au kwenye kijiji unachoishi, unatakiwa kuwa baraka, maana wewe umeokoka, unampenda Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kuwa baraka na sio karaha. Lakini kusudi namba 5 kuiletea taifa au ulimwengu baraka. Kama wanawake tunatakiwa kuwa baraka katika taifa na katika dunia kwa ujumla, kuiletea baraka taifa na ulimwengu kwa ujumla. Na kusudi la 4 kutekeleza mpango mkakati wa kanisa. Maana katika kanisa kuna mpango wa utekelezaji. Kama mwaka tuna mpango wetu ambao unasema miaka 13 ya moto wa uamsho, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo na sisi kama wanawake pia tunaungana na kanisa kutekeleza huo mpango. Hayo ndio makusudi yetu. Ama hakika wanawake hawezi kujutia. Amen. Kweli wewe ni mwenyekiti. Amen. Na unafahamu kazi yako mama. Amen. Asante sana kwa majibu mazuri sana mama. Mama mwenyekiti. Na ninafurahi sana kwa kweli uwepo wako mahali hapa katika TV yetu. Amen. Nashukuru sana. Amen. Pia mama, katika pitapita yangu wakati naingia mahali hapa, nimeona pia kuna wakina mama vijana. Wanawake vijana nimewaona hapa. Sasa nini, yaani una ushauri gani kwa wanawake hao ambao wanaendelea kukua? Maana kama unavyoona mwenyewe kwamba na wimbi tulionalo la teknolojia hii na kina mama hao wao wanawake, je, una ushauri gani kwao, kwa wanawake hao wanaokua? Amina. WWK au chama, yani idara yetu ya wanawake, ndio maana inaitwa idara ya wanawake. Inaunganisha wanawake wa mama ambao tayari wameolewa na pia na mabinti ambao bado hawajaolewa. Kwa hiyo chama chetu kinatamani sana wasichana, yani mabinti ambao hawajaolewa, kuhudhuria sana kwenye siku ya chama, kwa sababu kule tunafundisha mafundisho mbalimbali ambayo yanahusiana namna ambayo mama kama mama anatakiwa kuishi, kwa sababu na wao mabinti ni kina mama wa baadaye. Kwa hiyo kama ili aweze kuwa mama bora, anatakiwa kuhudhuria kwenye chama. Kwa hiyo mwito wangu na waomba wasichana wote ambao hawajaolewa wote, ni mwanafunzi, ukipata nafasi siku ya Jumanne ni siku yetu ambayo tunakutana. Kwa hiyo na watia wivu kwamba kuna mambo mazuri ambayo tunafundishwa na wao pia tunawafundisha kwamba wanaweza ili wawe kina mama bora baadaye, watakiwa kuhudhuria kwenye chama na mafundisho mbalimbali. Kwa hiyo nawaomba wahudhurie kwenye semina zinazoitishwa kwa ajili ya mabinti na kwenye siku ya chama na kwenye makongamano mbalimbali.
Amina. Asante sana mama. Na unaweza ukatuambia sasa kuna watazamaji wetu wanatuangalia muda huu, wanatamani sana waje kusali hapa TAG Mbweni Baharini, na hawajui kabisa ratiba ya wanapokutana wanawake. Unaweza ukawaambia? Amen. Ratiba yetu ya WWK au wanawake kanisa la Mbweni TAG kituo cha Uamsho, tunakutana siku ya Jumanne kuanzia saa 10 kamili. Wanawake wote tunakuwa hapa, tunafundishwa mambo mbalimbali ya kimungu, lakini pia tunaelekezana mambo mengine ya kifamilia na mengine ambayo yanahusu mabinti, lakini hata mapishi tunajifunza katika chama. Kwa hiyo wanawake ambao huwa mhudhurii chama, tunawaalika sana kwenye chama chetu. Kuna mambo mazuri yanaendelea na mengine mazuri zaidi yanakuja. Amina mama. Kwa kweli nafurahi sana kuwa mgeni katika TV yetu leo kwenye kipindi chetu hiki cha wanawake wa thamani. Amen. Na nimefurahi sana na sijajutia kukualika mahali hapa mama. Amen. Na nafurahi sana kwa ajili ya mahojiano mazuri haya. Amen. Kwa kuwa muda wetu hauturuhusu kuendelea zaidi na zaidi. Naamini nitakualika tena kwa kipindi kingine. Jamani watangazaji wetu, watazamaji wetu, kama jinsi mlivyokuwa mnamsikia mama hapa ni mwenyekiti wa wanawake wa TAG Mbweni Baharini. Kwa kweli ama hakika anaongea mambo mazuri sana ambayo hayo yamekuwa ni chachu kwetu sisi wanawake, kwa sababu mwanamke ni jeshi kubwa, mwanamke ni nguzo, mwanamke ni pambo la kanisa. Kwa hiyo utakuwaje pambo la kanisa kama umjui Mungu? Lazima umjue Mungu na Roho Mtakatifu akae ndani yako, kila kitu kinakuwa shwari. Kwa hiyo unakaribishwa katika kanisa la TAG Mbweni Baharini chini ya uangalizi wa mchungaji Israel Mrisho. Karibu sana upate muujiza wako. Mama, asante sana kwa ujio wako. Naamini tutakuwepo wote katika wakati mwingine mama. Asante sana kwa kunialika. Namshukuru Mungu na Mungu awabariki, na nialike tena siku nyingine. Mungu awabariki sana. Amina mama. Amen.